Honorable Kalonzo Musyoka has been a friend of Baba for many, many years. And that friendship cannot be wiped out. Cannot. When we see him coming here with his team, he's twinning. He's just twinning. Because he's come. As much as Ida Odinga is not trying to play politics, yesterday alimsifia aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka as a true friend of Baba. You know, sisi tunaweza sema unye alikuwa true friend wa Baba, fulani alikuwa true friend wa Baba, but the only person mwenye anajua the truth, because behind inside the sheets I know and I'm very sure Madam Ida Odinga know the true friend to Raila Amolo Odinga. But for us, we just know that Kalonzo Stephen Musyoka was actually a friend to Raila Amolo Odinga. Walisimama pamoja in 2013 kwa uchaguzi mkuu. Hawakutangazwa washindi. Akasimama bado na Raila Amolo Odinga kwa barabara wakileta maandamano kutaka kupetition that election na kutaka change Kenya mzima. Unajua Raila was that man, ako kidete kabisa. Ako na ujasiri kabisa. Na Kalonzo Musyoka, hata kama Raila Odinga was ready even to die in the demonstration, Kalonzo Musyoka hakumuacha. Walikuwa pamoja, and in 2017 bado Kalonzo alimuunga mkono akiwa running mate wa Baba Raila Amolo Odinga. In 2022 Kalonzo Musyoka swallowed his ambition the third time for Raila Amolo Odinga. Kalonzo said nakuachia wewe ndugu yangu Raila. In 2013, in 2017, and in 2022 where he said I don't even need a position. Kwa roho safi, wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Kuja hapa ndugu yangu. If there's a principled man in Kenya like Raila Amolo Odinga, is Kalonzo Musyoka. Actually, this man wanted Raila Amolo Odinga to be the president of the Republic of Kenya. Though there is some who argue in 2007 Kalonzo Musyoka alikuwa msituni, alipita katikati, akaenda kusalimiana na Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki, akamchagua ama akamteua kuwa makamu wake wa rais kinyume na matarajio ya Raila Amolo Odinga. And that is where the name Watermelon ilianza. Kwa sababu alikuwa kama ni usaliti tu. Kalonzo Musyoka alijua kwamba Raila Amolo Odinga ameshinda uchaguzi wa mwaka wa 2007. Lakini kinyume na matarajio ya wengi, ama miongoni mwa marafiki tu wa Raila Amolo Odinga, Kalonzo alipita nyuma ya Raila Amolo Odinga, akaenda kushika mkono wake Rais Mwai Kibaki, na yani kusema tu uchaguzi ulikuwa wa huru na haki. Yani the election was free and fair, and actually Kibaki won. So that is why kidogo tu supporters wa Raila Amolo Odinga kidogo tu ndio wako na shida sana kidogo na Kalonzo Stephen Musyoka. Lakini Kalonzo Musyoka has proved in the three elections, that is 2013, 2017 and 2022, that actually he meant well for Baba Raila Amolo Odinga. Probably alijua kwamba amekosea in 2007 kumuunga mkono Rais Kibaki na kusema kwamba uchaguzi ulikuwa hauna dosari yoyote, lakini wakati aligundua pengine ameteleza tu, akakuja kujiredeem, na he has proven that indeed Raila was a true friend. Na ukiona wengine wakiataki Raila Amolo Odinga hata kwa kisiasa iko hivyo. Umeona kama aliyekuwa naibu wa rais kumwataki tu Raila Odinga bure tu. Hata wengine kumuombea Raila Odinga asipate ile kiti yenye alikuwa anapigania ya AU. Kalonzo Musyoka hatujamsikia akipaka tope Raila Amolo Odinga. In fact alikuwa anaomba Raila Amolo Odinga aweze kujiondoa kule penye alienda. Probably they just agree. You know, these are friends. Probably there were some things they agreed and they talked before even Raila Amolo Odinga joined the government of William Samoei Ruto in the so-called broad-based government, or the so-called broad-based thing. Probably even wakati alikuwa ndani ya broad-based thing or broad-based umbrella as I call it,
probably these guys were talking, yo, hapo ndani kuko aje, mambo vipi, kuko vipi hapo ndani. So they were true friends of Raila Amolo Odinga. So yesterday Kalonzo Stephen Musyoka aliingia Kang'o ka Jaramogi kwa mbwembwe yake. In fact aliletea familia ya Odinga ng'ombe 100, 100 cows. My brother Steve, that carry the country, not the Kamba. And today you have demonstrated it, because not all people who came here are Kambas. I even saw On my own observation, Ida is not trying to play politics and is welcome everybody to Kang'o ka Jaramogi to see the grave of a great man, Raila Amolo Odinga. I'm most grateful. I'm so thankful for all of you who have come here today. My big brother, Kalonzo Musyoka, thank you very much, plus your team. The team that you've come with, that include leaders, include bishops, includes everybody. Thank you so much for bringing this team here. Your action speaks louder than words. I also want to thank you for coming to mourn your brother. The other day I said, I don't know where we were, but during this period, maybe we're in Kisumu, maybe we're here. I told the people that in politics, there are no enemies. In politics, there are no enemies. Don't think that so-and-so, because he's in a different party, he's my enemy. She stated very clear, and she said that she is not a politician. So she has welcomed everybody, friends of Raila Baba Amolo Odinga. And actually yesterday, something also happened. Tuliona kuna kitu ambayo imesambaa kabisa kwa mtandao. Tuliona the Machakos Governor Wavinya Ndeti akienda kumhug Mama Ida Odinga, na kidogo tu tuliona Ida Odinga kana kwamba hayuko free, hayuko sawa na ile haki. Tuliona akiondoa mkono wa Wavinya Ndeti, na hiyo ili cause a lot of reaction online, wengine wakisema kwamba pengine Ida Odinga hakuwa anataka ile hug, na pengine Wavinya alikuwa anafosia kumhug Ida Odinga, na wengine pia walikuja kukatetea kwamba pengine Ida Odinga alikuwa amechoka ama alikuwa na flu na hakuwa comfortable kabisa na ile hug. We can't say. Probably you observed your own thing. Let me know in the comment section also. Otherwise, Kalonzo Musyoka did the right thing kwenda kuona grave ya rafiki yake Raila Amolo Odinga. So Amolo Odinga remains so powerful even at his death. So ladies and gentlemen, wengi hata kama Raila ameweza kuaga dunia, wengi watajenga tu siasa zao around Raila Amolo Odinga. Hiyo ni wazi, tunaona kwamba. So pengine kesho kuitwa mtondo tutarajie viongozi zaidi haswa wa upinzani akiwemo Rigathi Gachagua. So ladies and gentlemen, sina mengi ya ziada, tutazidi tu kufuatilia mambo yanafanyika humu nchini ya Kenya, hata nje ya taifa ya Kenya. My name is SC Bon. See you in the next video.